wanafanya hivyo. CMZ wengi sio mnanielewa, wengi sana, na wengine tunao sisi. Sema sisi watoto wa mjini tunaona gaya maisha ya kawaida. Nani tumekuja tunapita tu hapa. Hakuna anaokaa. Sawa. Kwa hiyo hivi vitu wengi tunao, sisi tunawastiri. Sasa mimi nashangaa leo kuja kwa. Alafu hivyo vitu si vya leo kwa mzee, vina miaka. Umeelewa? Vina miaka. Na mzee yani alisemea kama vile mimi niliseme Isa mchawi, Isa na rombaya, Isa anamuonga mtu fulani. Ni vitu vya kawaida tu, stories za kawaida. Sema wale wa Mbeya walikwenda kuuza hizo habari kwa dada yao mwenye kichogo. Wanaona kama yule ndo Mungu wa taifa au nani. Na nyewe mnaopeleka habari kwa huyo dada nakwambieni siku na nyewe atakurudieni tu. Hii dunia, malipo hapa duniani. Nyewe si wa Tanzania wenzetu lakini hamna akili, tamaa zenu. Mnadhalilisha Watanzania wenzenu ili uonekane wewe mjanja. Ipo siku naye atakukuta. Hivi nakuuliza mfano mfupi tu, nyewe wasomi. Hivi hizo habari labda leo zimemkuta mtu anaulisha familia yako. Si unanielewa wewe msomi? Familia yako analisha labda dada yako ndo kazaa naye na anakusomesheni yote. Leo anatokewa na kitu kama hicho. Wewe unaofurahia kumpelekea habari, utajisikiaje? Shemeji yako ndo kakumbwa na vitu hivyo, ambao shemeji yako uamke asubuhi bila kumwamkia, kumgongea, kumuomba hela ya mafuta taa. Acheni ujinga nyi wa Tanzania. Njaa sikupelekeni puta. Sawa? Kama una njaa sema watu wakusaidie, njoo kwenye mifumo. Si eti umfisie mwenzio anaongea unamrekodi, unakusaidia nini? Unaniona mimi? Kaka yenu unapata changamoto nyingi kila kukicha. Yaani mimi kila mtu akinipigia simu ndio tayari kanirekodi. Lakini kwa sababu mimi nilikotokea na wanyoshea. Natukana. Rekodi au matusi. Tutaenda wote polisi TCS nini? TCCL, tutaenda wote. Wewe ule rekodi TCCL wataangalia nani anaweza kumpigia mwenzie. Yaani mimi siwacheleweshi. Uwe nani uwe ngazi, tutakutana huko. Kwa nini unirekodi? Kwa hiyo tabia hiyo ndio ipo sasa hivi Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam inaonekana ina njaa kwa vijana na kwa wanafunzi wa chuo na wasomi. Kwa hiyo ndio wanaenda kwa mifumo hiyo ya kutafuta hela. Unaongea na mtu kumbe unamrekodi. Tena yeye ndio anaanza kuulizia yule mtu mabaya. Bwana mtu fulani kumbe roho yake iko hivi. Sasa najua utatiririka. Sio unanielewa? Why what's wrong you know? Anajua utatiririka. Kichogo tu anatokea. Habari yako bwana? Salama bwana. Kwanza ushakula, anakueleza mambo ya kula, utafikiria ndo kakukuza mpaka umefikia hapo. Mtu fulani umemwona, tabia yake sijaipenda. Anajua wewe ukishakuuliza umekula, njaa yake ile utatakutililika. Maneno ya ajabu. Kumbe yeye anakurekodi ili akauze habari aonekane mwema. Uonekani mwema. Yaani unaonekana sinichi mkubwa kwenye dunia. Sawa? Yaani unaonekana sinichi mkubwa na unajipunguzia upeo wa kimaisha. Kwa sababu unakuwa uko hatarini. Sawa? Umkute mtu mwingine umfanyie hivyo akuachi. Yuko nazo wote mkutane Muhimbili tu. Na atajua tu, simu sizipo hizi, atajua nani tu. Wasomi wapo. Kuna wengine wasomi wa ukweli. Akishika simu yako anajua nani alituma hii picha. Sawa? Wakati nakuja huko leo nimeona umepost video kwenye Instagram yako unalia na Mange Kimambi. Oya, mimi simkubali, niko live. Mimi ndo mwanaharakati wa kweli nilojitoa. Mimi anifanye vyovyote. Mimi mtoto wa kiume. Mwanaume kufumaniwa kawaida. Mwanamume yote lijali lazima afumaniwe. Kwa hiyo mimi kuonekana siku zote picha zangu za utupu ni kitu cha kawaida. Kwa sababu mimi natembea, natongoza. Mimi sitongozi, mimi natongoza. Kwa sababu najiamini, msalamu, ninapakei hapa. Kwa hiyo mtu yote ananielewa. Kwa hiyo kama wengi kutongoza ukija kwa maadili mengine na mifumo yako, I don't care. Lakini ujue nitajua tu. Na nikijua namalizana na wewe. Turubai kwenu, turubai kwetu. Hilo naongea live kwenye mitandao. Yaani mimi unipelekee picha zangu. Kwa hiyo dada yenu wa taifa, nitajua tu. Nitakumbuka nguo yangu nilovaa, nitakumbuka siku ya tukio nilikuwepo wapi. Basi nimepata jibu. Naanza na wewe hadi familia yako. Hivyo vitendo vya kishamba. Hivi leo haiko baba yako mdogo wa Zalani. Hawa wekwe mtu ambaye anakusaidia akakupa ajira kwenye familia yenu wote. Alafu leo anapelekwa mitandaoni na mtu ambaye unamjua wa karibu kapeleka zile habari. Hivi unajisikiaje? Ambao ukirudi nyumbani ndio unaingia nyumbani kwake, unafungua geti na gari lake unatumia. Leo kaonekana ujinga wake kwenye mitandao. Na sio kaonekana mtu kamvizia kamfanyia makusudi. Hivi utajisikiaje ukiwa wewe? Maana leo unafanya kwa mwenzio lakini unajua atakurudia. Unatuona sisi tulikuwa tunachukua vya watu, mwisho wake tukaishia jela, tumekoma, tumetoka. Kwa hiyo utapofanya ubaya utakurudia tu. Kwa sababu mwingine wa karibu lazima atasema. Yaani labda nikwambie unapofanya kitu usifikiri uko peke yako. Unaona hii simu ukitembea jua mko watu wawili. Hii simu itakuzalilisha, utakosea, utamtumia mtu tayari. Yaani siku zote ukiona barabarani uko wewe na simu, ujue mko binadamu wawili. Tena huyu ndo ana akili kushinda wewe, unaongoza njia. Huyu anakushikilia tu mkononi, wewe ndo unaongoza njia. Lakini huyu anakuzidi maarifa. Kwa hiyo sifikiri unavyoamka kwa peke yako, ile simu ni binadamu wa pili. Leo ndo nakwambieni wasome. Acheni ujinga. Unampelekea dada habari ya ajabu ya huku nchini kwenu, unapata nini? Unamdhalilisha mwenzio, unapata nini? Kwani kusema watu ndo leo? Kila siku mnasema matajiri zenu, au kwa sababu kaonekana mzee. Tena wengi sasa hivi na tunazo habari zenu. Tena unaongea disiri za tajiri anaenda kwa mganga gani? Tajiri sio afanye nini? Mbona tunayajua tusemi sisi?
Tajiri si yule mke wake. Niacheni nyinyi. Acheni kumkandamiza mzee. Blali nini nyinyi. Nanyi waandishi wa habari, endeleeni na maisha yenu. Endeleeni na shughuli zenu. Endeleeni na shughuli zenu. Ndoto la mwisho. Niko kikazi. Naenda mahakamani. Nashauri na kujibu mahakamani. Na biashara zangu bwana. Watu wameingia kwenye eneo langu Bagamoyo. Mtu kafungua mashine ya kusaga unga si unapaka. Kumbe eneo langu. Alijua mwenyewe sijui kusoma. Ndoto la mwisho. Na kesi kwenye ardhi. Naenda Bagamoyo ardhi. Ndoto la mwisho. Tajiri aliandika kwenye ukurasa wake kwamba kumbe nyumbani kwake alikuwa akiishi na adui namba moja bila kujua. Hayo kuwa zani ndio wafanya rekodi. Wadhaifu wa dunia. Sawa? Sisi hatukuogopi, tuko live. Yaani mimi niko live. Wewe toa hela hata usihangaike. Mimi ni mwanamume lijali msalamu. Mimi kila siku nakutana na binadamu. Hao waambia wapo. Waambie tu anirekodi vyovyote. Tuone utapata bei ngapi, utapata nini. Sawa? Lakini wote tunaenda alizini, tunadeni na Mwenyezi Mungu. Wewe dada mbaya sana. Alikiba amejibu samahani bwana, Alikiba mdogo wangu usinigombanishe. Nakuheshimu mwanahabari. Wewe soga mic yako. Wewe nakuheshimu mwanahabari. Usinigombanishe na wadogo zangu bwana. Sasa ameandika. Yaani wewe Mangi, siku yako ipo. Mimi naongea Doto Magari. Hao unaotuma, hao wanakuletea habari watakuja kugeuka kama unavyogeuka. Hii dunia. Sawa, mimi time yoyote wewe nianike. Nilikuwa mwizi, si nilikuwa nani? Ongea unachojisikia. Masikio kaa swala mshamba wewe. Wanawake ambao kawastukia kama wametunga. Wengi tu natoa nishai, huyu mwingine wapo kwenye masimu, wengi tu. Wengi tu. Hivyo vikamera vyenu viko vya macho vya nini? Wewe niletee. Alafu uone mimi nitajificha au nitasudika. Mangapi ushaonyesha watu wamesahau. Wewe uko tayari kwa lolote? Yaani wewe nisikio mauti wako. Kidole chako vitatu utakaa navyo mpaka na. Uko tayari kwa